Biblia inasema hivi, inasema maneno ya muhimu sana. Inasema, heshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Manake ni kwamba kama unataka kuishi miaka mingi, heshimu wazazi wako, tunza wazazi wako, penda wazazi wako, haijalishi wao walikufanyia nini. Sasa mimi ninajua hiyo siri kwamba babangu ameweza pia naye kuishi miaka mingi, ni kwa sababu alitunza wazazi wake. Hata kama baba alikufa mapema, lakini alimtunza mama yake. Unajua wazazi wengi wanakufa mapema sio kwa sababu siku zimefika, bali ni kwa sababu ya kukosa huduma. Kwa hiyo matunzo yanampa mtu kuishi siku nyingi. Mimi nilisema hivi katika moyo wangu, watu wa muhimu kwangu, wa kwanza ni Mungu, wa pili mke wangu na watoto, wa tatu ni wazazi wangu. Na wazazi wangu sio tu wale walionizaa mimi, pia wale waliomzaa mke wangu, kwa sababu mimi na mke wangu tu mwili mmoja. Kwa hiyo waliomzaa yeye na walionizaa mimi ndio wazazi wetu. Kwa hiyo hawa ni sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo nikajiuliza, kama baba yangu na mama yangu alitabika kila alichokula ndicho nilichokula katika uhai wake, je, mimi kitu ninachokula baba yangu anakula? Ndio swali langu lilikuwa hilo. Kwa hiyo nikasema hapana. Nikakumbuka kunako Biblia, Yusufu alipoona maisha yamekuwa ya aina fulani kwa ndugu zake wakati ule wa njaa na nini, akatengeneza mazingira ya kumchukua baba yake na mama yake, ili mama yake wakati alishafariki, amebaki baba yake na mama zake wa kambo. Akawahamisha wote na ndugu zake ili aweze kumwangalia kwa karibu. Hilo likaingia kwenye fahamu zangu. Nikasema hapana. Kama yeye baba yangu alitabika na aliacha yeye kula ili sisi tule, kwa mimi nikasema kama wao walifanya hivyo miaka ile, yawezekanaje mimi nachukua paja la kuku na linyofoa, nachukua kijiko na kula kwa umma? Babangu yuko kule kijijini, sijui anachokula. Likanigusa sana. Iweje mimi nakaa kwenye nyumba ya umeme, natumia choo cha kuflash, babangu yuko kule kijijini anatumia choo cha kulenga? Kasema hapana. Maisha ni kubadilishana. Zamu yako wewe ikipita, ruhusu zamu ya mwingine na yenye ifike. Kwa hiyo sasa ilifika ni zamu yangu mimi kumfanya yeye atumie, lakini huko nyuma ilikuwa ni zamu yangu mimi kutumia vya kwake. Kila anayepanda anafurahia kuvuna. Wazazi wamepanda kwako, halafu hawana mpango wa kuvuna, yani hawataraji kuvuna, ni laana, ni janga. Ni janga kubwa kama mzazi hawezi kuvuna chochote kwako. Ni janga kubwa sana, na ni balaa kwa mzazi. Yani mzazi anasikia maumivu ya kutisha hata anapoona anapitia maumivu wakati amezaa na hawezi kupata msaada kutoka kwa kile alichokipanda. Kama vile alivyosikia fahari Yakobo wakati ule ambao wanarudi, akina Rubeni, akina Yuda wanamletea chakula kutoka Misri, na sasa anawauliza Benjamin yuko wapi? Wakasema Benjamin amezuiliwa Misri. Mzee akasema mmeniondolea Yusufu na leo mnaniondolea Benjamin, sina sababu ya kuishi. Wakati anataka kuanguka ili afe, watoto wake wakasema baba usife, baba usife, Yusufu yuko hai, angalia hayo magari yanayokuja, amekuletea na zawadi. Baba kainua macho akaangalia, akaona magari ya farasi yamebeba zawadi kumletea baba yao
na wamesema ametuma hayo magari kukuchukua ili uende ukakutane naye. Yusufu mwanao ni mtu mkubwa katika nchi ya Misri. Biblia inasema roho yake ikafufuka.